Simba ilifuzu kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1993 katika kombe la washindi. Ndio. Mara hii hapa ni almost zaidi ya miaka 25, almost inakimbilia miaka 30 kwa sababu ni kama miaka 29 tangu ilipofika hatua ya nusu finali. Miaka hiyo kilikitajwa kama kombe la washindi kabla ya kuwa kombe la shirikisho. Sawa. Of course Mwalimu Fadlu Davis kitu alichofanya cha kwanza ni kutengeneza legacy yake akiwa Simba. Ndio. Hajakuwa kocha mwenye kikosi bora sana kwa utajo wa majina. Ndio. Lakini amekuwa ni kocha bora kwenye kikosi chenye uhitaji wa matokeo. Sawa kabisa. Kwa hiyo tayari yeye pamoja na crew yake wameandikisha legacy mpya. Lakini pia mipango inaonekana ilikuwepo ikifanyika tangia uwanja wa mazoezi. Ndio tumepata impact ya hiki ambacho tumekiona. Lakini kongole kwa Mwalimu Fadlu Davis. Discipline ya kwanza aliitengeneza kwa wachezaji wake katika swala zima la kuzuia, yani kuwa na uhakika kuzuia matukio kwa haraka. Tofauti na michezo mingine ambayo tumeangalia, ukiangalia hata mchezo wa kwanza ambao ulichezwa pale nchini Misri, na asilimia kubwa ya matukio Simba kuyapata ni fatiki ya wachezaji walioipata kutoka kwenye timu zao za taifa. Mfano performance aliyoonyesha Shomari Kapombe katika mchezo ambao ulimalizika kule nchini Misri haikuwa performance nzuri, lakini wameenda field wakaifanyia kazi. Tumeona impact ambayo alikuwa nayo Shomari Kapombe kwenye mchezo wa siku ya leo. Amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri sana. Hajatoa assist, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye namna ya uchezaji. Sawa. Kwa hiyo Mwalimu Fadlu Davis aliwini kwanza, jambo la kwanza kuhakikisha wachezaji wanaweza kuzuia kwa umakini mkubwa sana. Ndio. Lakini sehemu ambayo ilibeba Simba leo ni eneo la katikati la Yusuf Kagoma, ambao kama ulikuwa ukifuatilia namna yake uchezaji ni mmoja kati ya defensive midfielder ambao mara kadhaa sana watu wengi wamekuwa hawaelewi namna yake ya uchezaji. Amekuwa si mtu ambaye anaonekana sana eneo la chini, lakini amekuwa anaonekana sana kwenye matukio ya kuzuia. Lakini leo alikuwa kama yuko free, alikuwa na uhuru wa kucheza mahali popote, ndio maana wakati mwingine ulikuwa unamuona yuko juu kwenye box la mpinzani. Lakini at the same time unakuja unamkuta kwenye eneo la ulinzi la timu yake. Kama tungekuwa tunafanya tracking kwa siku ya leo, tunaamini kwamba Yusuf Kagoma huenda ndo angekuwa ni mchezaji wa pili kwa kuzunguka uwanja kwenye eneo kubwa sana, ama ana mikimbio mingi sana ukilinganisha na wachezaji wengine wa Simba. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi ya kufanya marking ile ambayo kwa wakati ule inaonekana kuwa ni marking, ni mpira wa hatari. Mipira mingi hatari imefia miguuni mwa Yusuf Kagoma, ambao alikuwa akimrahisishia kazi Fabrice Ngoma pamoja na mabeki wakati wa Simba Shamu Karabwe pamoja na Abdurazak Hamza. Sawa kabisa. Kwa hiyo eneo la kiungo la kuzuia lilikuwa lina uhakika kwa asilimia kubwa sana kwenye uzuiaji wa mipira ile ambayo ilikuwa ikitengenezwa na klabu ya soka ya Al Masry. Lakini pia ukiangalia eneo la backline pia discipline ilikuwa ni kubwa sana. Angalia jinsi walipokuwa wakicheza Hamza pamoja na Shamu Karabwe, walikuwa wanapeana majukumu. Wakati mwingi sana walikuwa kiangalia kwamba Shamu Karabwe ndo alikuwa anaonekana kama ni mtu wa mwisho kwenda kumaliza mipira. Tulikuwa tumekaa na baadhi ya wadau wakauliza kwamba Shamu Karabwe sio mtu mwenye mbio. Wachezaji wa Al Masry wanapiga sana counter attack. Kwa nini anabaki kuwa ni mtu wa mwisho? Of course hilo swali linaweza likajibika kwa namna labda mwalimu alivyoamua kumchezesha. Hatuwezi jua kwamba mwalimu ndo alitoa haya maelekezo ama ni wachezaji wao binafsi ndio waliamua kupeana hayo maelekezo. Alichokuwa akikifanya Abdurazak Hamza alikuwa anacheza kwa pattern yeye na Yusuf Kagoma. Kama ulikuwa unaangalia vizuri mpira, walikuwa wapo karibu kuliko ukaribu aliokuwa nao Abdurazak Hamza pamoja na Shamu Karabwe. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana, endapo mpira utamuacha Yusuf Kagoma basi moja kwa moja utaenda kudondokea kwenye mipira ya Abdurazak Hamza, ambaye yeye yuko makini sana na haraka sana kuondoa mipira. Lakini hata ukiangalia fenti zake, amefanya fenti takriban 5 kwenye mchezo, ambazo ni fenti zinaonekana kabisa kwamba huyu mchezaji kwenye uwanja wa mazoezi kitu alikuwa anakifanyia kazi. Lakini Shamu Karabwe yeye alikuwa ni mtu wa kumaliza ile mipira, endapo utakuja either ataanua ama ataanza na goalkeeper kwa ajili ya kuanza upya mashambulizi. Amekuwa sio mtu ambaye anatumika sana kwenda kufanya marking ya ile tight marking ya moja kwa moja. Kwa sababu gani? Amekuwa na uzito na ni rahisi sana yeye kupitika. Kwa hiyo akaamua kufanya kwa kupeana majukumu kama hivi ambavyo tumeshuhudia kwenye mchezo huu leo. Kuna baadhi ya wadau hasa wa upinzani wanasema kwamba
sababu kubwa ya leo Simba Sports Club kuweza kuibuka na ushindi huo na hatimaye kufuzu hatua ya nusu finali kombe hili la shirikisho ni kwa sababu walimleta mtumishi wa Mungu Mwamposa. Je, hili tupitisha hili na ukweli kiasi gani na ni asilimia ngapi ambazo mtumishi wa Mungu ameweza kuchangia mpaka Simba siku ya leo imeweza kutakata? Of course kuna kauli moja ya lugha ya Kiarabu anasema manjada wajada, yani mtu ambaye atafanya jitihada basi huyo peke yake ndo anaweza kusaidika. Unajua kuna wakati unaweza ukatumia nguvu ya ziada sana lakini ikawa haina impact. Kwa sababu gani? Je, usipofanya kile ambacho kinakustahiki wewe kukifanya utapata? Pengine Simba labda wangeamua kutumia nguvu ya Nabii Mwamposa, pengine haya si mambo ya kimchezo, ni katika sehemu tu za kuchagiza mchezo, katika yale ya kuongeza hamasa, lakini wakati mwingine kuwatia confidence wachezaji, lakini pia pamoja na wanazi wa timu. Lakini kimsingi professionally hasi sababu ya Simba kupata ushindi, kwa sababu huenda kudra ilikuwa Simba ishinde. Tukirudi katika mambo ya kiimani, huenda kudra ilikuwa Simba ishinde, lakini hiki kilichoonekana kwamba kuwepo kwa viongozi wa dini ni katika kuchagiza tu ile kuleta mahusiano ya karibu na watu na imani zao, lakini havina uhusiano wowote na matokeo ambayo yametokea. Tunaamini kila kitu kinachofanyika kinapangwa na Mwenyezi Mungu, lakini siamini kama uwepo wa Nabii Mwamposa labda pengine ndio imesababisha Simba kupata ushindi kwenye siku hii ya leo, bali ni mbinu za kimchezo ambazo zimetumika, lakini pia na kudra ambayo Mwenyezi Mungu alikwisha kuipangia klabu ya soka ya Simba. Lakini kwa upande wa Elimpanzu hatimaye leo ametakata. Of course Elimpanzu tayari alishaanza kutakata kwenye michezo kadhaa. Tangia mchezo wa CS Constantine alianza kufanya vizuri sana katika michezo ya kimataifa, na ndio moto akauwasha hadi katika ligi. Ni bonge moja la mchezaji, ama ni aina wachezaji ambao kwa kweli Simba inawahitaji kwa kiasi kikubwa sana. Kwa misimu kadhaa Simba imestruggle kupata mchezaji wa aina ya Elimpanzu. Mimi naweza nikasema tangia enzi ya uwepo wa wachezaji wa kocha Patrick Ausem, Simba bado haijawahi kuwa na aina ya mchezaji wa Elimpanzu ambaye ni mchezaji ana skills ya kucheza na mpira, lakini pia ni mchezaji ambaye ana speed ya hali ya juu, lakini pia ana accuracy, yani passes, lakini pia ana accurate shots. Mara chache sana kumuona Elimpanzu amepiga mashuti yakaenda nje ya lango. Kwa hiyo ni aina ya mchezaji ambao kiukweli kwa hapa nchini Tanzania kwa sasa hivi tunavyozungumza, quality yake ina determine kwamba ni kwa nini Simba walikuwa wanapambana kwa kiasi kikubwa sana kumpata. Ametumika sana kuifungua safu ya ulinzi ya Al-Masry. Ametumika sana kwa kiasi kikubwa yeye kutengeneza nafasi nyingi. Ukiangalia katika mashuti ambayo Simba wamepiga, almost nusu ya mashuti ya Simba yote yamepigwa na Elimpanzu. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao of course wana msaada mkubwa sana kwenye klabu ya Simba. Lakini Dese Mukwala pia ni mchezaji ambaye kwa siku leo amefanya vizuri sana. Ukiangalia nafasi ambazo amepata, ukiconvert na nafasi ambayo amefunga, of course unapata ratio nzuri. Amepiga mashuti takriban 4 na shuti moja limeingia langoni, kuna mashuti ambayo yamelenga lango. Unaona kabisa kwamba